Hamjambo, wakati mwingi mtu anaweza kuwa na swali, kwa nini niendelee kufikiria mambo ya katekisimu kama mimi ni mtu mzima? Ilhali nikiwa mchanga nilipata katekisimu yote kabla ya kupokea mara ya kwanza ama kabla ya kupokea kipaimara. Hili ndilo swali tutakalojibu mwishoni wa makala yetu ya leo. Jina langu ni Mama wa Katekesi na kutakia mwaka mpya wa 2026 wenye mafanikio, wenye baraka nyingi, tuzidi kutembea pamoja ili katika kuendeleza malengo yetu ya maisha ya kila siku, pia tutimize malengo yetu yanayohusiana na uhusiano wetu na Kristu. Kwa ufupi, napenda kusisitiza kila mara tunapoanza makala yetu, napenda kusisitiza, je, mama wa katekesi ni nani? Bila shaka mimi si kasisi, mimi si mtawa, mimi hata si katekista katika parokia yeyote ile. Mimi ni Mkristo Mkatoliki, mbatizwa kama wewe, ambaye anapenda kuitilia imani yake maanani, ambaye anapenda kujadiliana na kushirikishana katika imani yetu takatifu Katoliki. Kwa leo ningependa kuanza, nimesema mwaka huu tutajaribu kila Jumamosi kwa dakika chache tu, tuseme hata hatutafikisha nusu saa. Nikifikisha nusu saa itakuwa ni kama makosa. Tutakuwa tunaangalia sehemu mbalimbali ya katekisimu yetu, lakini kwa leo nilifikiria tuwe na kile tunachokiita ama tuwe na ule tunaweza kuita utangulizi. Tujiulize, je, tunataka kufanya nini? Je, katekisimu ni nini? Kwa hiyo kaa nami katika muda huu ili tuone tunaweza kufika wapi na masuala haya. Jambo lingine ambalo ningependa kusisitiza ni kwamba natayarisha huduma hii ndogo kwa Wakatoliki wenzangu. Kwa kuwa mimi si mwanatheolojia, ukiwa na maswali mazito kuhusu imani, naomba ufike uzungumze na chaplain kama umo katika shule ama chuo ama mahali popote pale, ama paroko wako umuulize maswali. Haja yangu ni kutupa ule moyo ama niseme kwa Kiingereza interest ya kufikiria masuala ya imani yetu. Kwa hiyo tuanze kwa sala fupi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, uwatie mapendo yako. Peleka Roho wako na vitaumbwa upya, na utautengeneza upya uso wa nchi. Tuombe. Mungu uliyefundisha nyoyo za waamini, ukiwaletea mwanga wa Roho Mtakatifu, tunaomba tuongozwe na yule Roho, tupende yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu, amina. Kwa hiyo leo tutajibu maswali matatu tu. Swali la kwanza ambalo tutajaribu kujibu ni swali, je, katekisimu ni nini na ilitoka wapi? Pengine tutaguzia historia fupi sana ya katekisimu. Alafu swali la pili ambalo tutazingatia ni, je, katekisimu ina sehemu ngapi? Alafu swala la tatu tutajiuliza, kwa nini Mkristu ajishughulishe na usomaji wa katekisimu? Ukirejelea katika mtandao wa YouTube utapata nimetengeneza video fupi sana, nadhani ni ya dakika 3, ambayo inauliza, je, kwa nini mtu mzima aendelee kuwa na shughuli ya katekisimu? Na hilo ni swali ambalo tutaendelea kurudia. Usijali ukiona naangalia na rejelea zile nukuu ama notes ambazo nilitayarisha, ili tuweze kukumbuka kila kitu ambacho nimefikiria leo nitayarishe. Na ninaweza kusema hapa, ikiwa una jambo ama swali ambalo ungependa tujaribu kuangalia, sio swali zito zaidi, kwa sababu nimesema maswali mazito yafikishe kwenye wale ambao wamesomea maneno ya imani, lakini kuna maswali ambayo tunaweza kujadiliana. Unaweza kuyaandika ama unitumie ujumbe wa moja kwa moja, nami nitazungumzia mambo hayo. Je, katekisimu ni nini na ilitoka wapi? Tuna kitabu kikubwa kile tunachokiita, sasa sina nakala ya
Kiswahili tuna katekisimu ya kanisa Katoliki, ama katika Kiingereza The Catechism of the Catholic Church. Ni nini? Ni kitabu ambacho kinatupatia muhtasari wa imani ya Kikristo. Tunaweza kusema katekisimu ni chombo ambacho kinatuwezesha kuielewa na kuitafakari imani yetu. Inatusaidia kuipokeza imani hii kwetu na kwa wengine. Kwa hivyo tuseme kwa ufupi, katekisimu ni maelezo ya mwongozo wa imani ya Kikristo. Tangu karne za kwanza, ukiangalia Kristo alipoondoka akawaachia mitume wajibu, akasema nendeni duniani kote mkayafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Walipata Pentekoste, wakapata ujio mkubwa wa Roho Mtakatifu na wakaanza kueneza imani, hata kama walipata changamoto kubwa, wote wakapoteza maisha yao kwa sababu ya imani. Walituandikia, hivi ndivyo tunavyopaswa kuishi. Wakaishi kulingana na vile Roho Mtakatifu aliwaongoza kufanya. Lakini tangu mwanzo ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, utapata walipata mtaguzo mara ya kwanza kwa sababu walianza kuwa na mabishano madogo. Mabishano kwa mfano, je, Mkristo yeyote yule hata kama si Myahudi anafaa kushika mashiko ya Wayahudi wote? Kukawa na maswali kama hayo, na ikabidi mitume waje pamoja, haswa Paulo na Petro waje pamoja na kujadiliana na kuwaeleza Wakristo jinsi ya kuishi. Manake kulikuwa na huo mwongozo wa Roho Mtakatifu uliotolewa kwa mitume, nao mitume wakawaeleza Wakristo wote. Kwa hivyo katekisimu ama maelezo ya Kikristo ni jambo ambalo limekuwa hapo tangu mwanzoni. Sio jambo geni. Lakini katekisimu hii tunayoizingatia sana sasa ni zao ama tuseme ni tunda la mtaguso wa Vatikani ya pili, na lilichapishwa kwa idhani ya Papa Yohane Paulo wa pili mwaka wa 1992. Ulichukua karibu miaka 6 kuandikwa. Kwa hivyo watu walikuja pamoja, makatekista, makasisi, wakaja pamoja, wakafikiria, wakaangalia maandiko yote, mashiko yote ambayo Wakristo wamekuwa nayo tangu mwanzoni, na wakatayarisha kitabu hiki. Kweli tunawashukuru. Baadaye mwaka wa 2005 Papa Benedikto wa 16 alitoa ule tunaweza ita compendium ya katekisimu, ambayo ni katika Kiingereza ama tuseme ni muhtasari wa katekisimu, na huo ndio tutakuwa tunafuata tukijaribu kuelewa, je, imani yetu inatuambia nini hasa, na sio imani yetu ya zamani, imani yetu katika muktadha, katika hali halisi ya sasa, mambo yalivyo sasa. Tunajua kwamba Kristu, tunasema tunapowasha mshumaa wa Pasaka, tunasema Kristu jana na leo, mwanzo na mwisho. Kwa hiyo Kristu jana, Kristu habadiliki, mafundisho ya Kristu hayabadiliki, imani haibadiliki, lakini maelezo yake yanafaa yaambatane na hali halisi ya sasa. Kwa mfano tunaweza sema hali halisi ya maisha ya mwaka huu wa 2026, 2026. Kwa hiyo ni jambo muhimu sana kuuliza, katekisimu ilitoka wapi? Katekisimu imetokana na maisha ya Wakristo yanapoendelea karne baada ya karne, kulingana na maongozi ya mitume. Wale ambao wanawasimamia mitume sasa ni wa maaskofu wetu, wakizidi kutueleza kwamba maisha ya Mkristo yanafaa kuwa hivi na hivi. Jinsi unapoanza kazi fulani, tuseme ni kazi ya ualimu ama kazi ya udaktari ama kazi yoyote ile ama ufundi wowote ule, unaonyeshwa kwamba fundi anafaa kufanya kazi yake kwa njia hii na njia hii na njia hii. Akifanya njia hii, basi anafanya kazi kulingana na maadili ya kazi hiyo. Lakini akifuata njia zingine, akumbuke anafaa kufanya nini, basi kuna kasoro.
katekisimu inakuja kutupatia njia hiyo. Hapo mwanzoni kulikuwa na katekisimu nyingi, na hata sasa zinatumika sana. Katekisimu za maswali na majibu ni katekisimu bora sana, kwa sababu inakupa swali. Kwa mfano inauliza, je, nani aliniumba? Alafu najibu, Mungu ndiye aliniumba, na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo hizo katekisimu za maswali na majibu bado zinapatikana na zinaweza kutumika, lakini kwa nia zetu tutatumia huu muktasari wa katekisimu ama Compendium of the Catechism of the Catholic Church, ambayo imeidhinishwa na Papa Benedikto wa 16. Haya, swali la pili. Natumai tuko pamoja kufika hapo, na ninajua kwamba huo ni muktasari mfupi sana. Ukiangalia katika tuseme mtandao wa Vatican, ama uwe na wakati ule umuulize paroko wako, naweza soma wapi historia nzuri ya katekisimu, utapata maelezo ama vitabu, na utaweza kufafanua hata zaidi kama unataka maelezo zaidi. Lakini tuseme kwa ufupi kwamba tangu mwanzoni mitume na wale walioendeleza kazi ya mitume walitumia maelezo ya imani, kwamba tunafaa kufanya hivi, hatufai kufanya hivi. Tuna ruhusa ya kufanya hili na hatuna ruhusa ya kufanya lile. Ni maelezo, tuna maelezo hayo yanatusaidia kuambatana na mashiko ambayo yanatuweka karibu na Kristo. Swali la pili, je, katekisimu ina sehemu ngapi? Tuseme katekisimu ina sehemu 4 kuu. Ndani ya sehemu 4 hizi kuu utapata mambo yale madogo madogo ama makubwa ambayo tunatekeleza kila siku katika maisha yetu ya Wakristu, yamewekwa katika sehemu hizi 4. Sehemu ya kwanza ni ungamo la imani ama ufafanuzi wa imani yetu, na wanatumia ile tunaita creed, wanaitumia kanuni ya imani ya mitume. Na hapo utapata tutaangalia kuanzia mwanzoni. Je, tulitoka wapi? Imani ilitoka wapi? Je, Mungu kweli yupo ama Mungu hayupo? Tutakuja tuangalie Utatu Mtakatifu ama fumbo la Utatu Mtakatifu na kadhalika, hadi mahali ambapo tunasema tunangojea ufufuko wa wafu. Kwa hiyo hiyo ndio sehemu ya kwanza, ungamo la imani. Je, sisi ni nani na tunaamini nini? Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili linahusu adhimisho la fumbo la Kikristo, kwa sababu tangu mwanzoni ulipata kwamba kuna njia rasmi ambayo mitume walitumia kuadhimisha fumbo hilo la Kristo. Walikutana, utapata wanaeleza vyema kabisa katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Walikutana, wakasoma, wakapata maelezo ya masomo ya maandiko matakatifu, wakaumega mkate, alafu wakafanya sala fupi kulingana na mahitaji yao na wakaondoka. Kwa hiyo liturjia ni kitu ambacho kilikuwemo tangu mwanzoni, na tutazingatia hasa sakramenti 7. Kwa nini? Kwa sababu sakramenti hizo 7 ndizo njia aswa ambazo Utatu Mtakatifu unatumia kutumiminia neema. Kwa hiyo tukielewa sakramenti vizuri, tutaona kweli Mungu anatuonyesha huruma yake, anatupatia nguvu zake kutumia mfereji huu, tuite mfereji wa neema, ambao ni sakramenti. Hapa hatutasoma tukitaka sana kuelewa, tutasoma tukitaka sana kumshukuru Mungu kwa huruma yake kwa kutumiminia neema kwa njia hii. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ungamo la imani, sehemu ya pili adhimisho la fumbo la Kikristo, alafu sehemu ya tatu ni maisha ya Kikristo. Kwa hiyo tunaangalia sehemu zote za maisha ya Kikristo. Je, Mkristo ni mtu wa aina gani? Tunafaa kutekeleza maisha yetu kwa njia gani? Na hapa inakuwa kweli ni ufafanuzi wa amri 10 za Mungu. Kwa hiyo tutaongozwa na hizo amri 10 za Mungu, na mwishowe tutaangalia sala za Kikristo. Kwa hiyo tunasema kwa ufupi, Mkristo
ana kanuni yake ya imani. Mkristu anaamini nini? Mkristu ana njia rasmi ambayo anaonyesha adhimisho la fumbo la imani, na fumbo letu la imani ni kwamba Kristu mwana wake Mungu mzima alikuja akawa mwanadamu, akaishi na sisi, akateswa, akafa, akafufuka, na tunamsubiri kwamba atakuja siku ya mwisho. Nimesema kwa kifupi sana. Alafu sehemu ya tatu, kwa sababu ya haya mawili, kuna njia ambazo Mkristo anafaa kuishi maisha yake kulingana na hizo amri 10 za Mungu. Kwa hiyo Mungu alijionyesha kwetu, tutaona, lakini akatupatia uhuru. Si tuna uhuru wa watoto wa Kristo, lakini kuna mashiko ametuambia usifanye hili, usifanye lile. Na ukiangalia kwa makini utaona hizo amri zinatusaidia kuishi vyema pamoja na wengine na kuishi vyema kulingana na mashiko ya Mungu Baba. Alafu hiyo sehemu ya 4 ni sala, kwamba sisi ni watu ambao kila mara tunatambua kwamba mbele ya Mungu sisi ni watoto, mbele ya Mungu sisi ni viumbe duni, lakini Mungu huyu mkuu anatualika tuwe na uhusiano naye. Kristo anatufundisha, mnaposali semeni Baba yetu. Kwa hiyo tunapata ule ujasiri, ingawaje sisi ni viumbe vidogo, tunapata ujasiri wa kumuita Mungu Baba yetu. Kwa ufupi, katekisimu inatutolea mafundisho ya kina kuhusu maisha yetu kama Wakristo, kwamba unaweza kurejelea katika jambo hili na katika jambo hili lile, ninaweza kurejelea wapi nipate mafundisho haswa? Ninaweza kurejelea katika katekisimu. Swali la 3 basi, kwa nini Mkristo ajishughulishe na usomaji wa katekisimu? Tunaweza kusema mengi. Nimesema hapo mwanzoni, kwanza siku hizi nitilie mkazo, siku hizi tunapata watu wanarudi shuleni kila mara, mtu anajaribu kujiongezea vyeti ili aweze kupata angalau hata kama ni cheo kazini, ama ajue kwamba anaifahamu kazi yake vizuri. Lakini je, imani yetu pia ina kiwango ambacho hatuwezi kufikia? Unaongeza imani, unaongeza tuseme ule ujuzi ama tuseme ujuzi wa imani na mashiko ya imani Roho Mtakatifu anavyokuongoza. Kwa hivyo hatuwezi sema katekisimu inatufunga, lakini katekisimu inatufumbua ama inatufungua macho tuone Roho Mtakatifu anatuongoza wapi. Ni vyema hapa kurejelea mambo 3 ambayo tunaweza kusema ni nguzo ya imani yetu Katoliki. Nikiwa nakosea unaweza kuuliza uhakikishe, lakini nadhani tuna nguzo 3 ama kweli 3 ambazo tunazingatia. Tuseme kama sisi kama Waafrika, unaweza fikiria ile ile kiti cha Kiafrika kilichokuwa na miguu 3. Huwezi ukikata mguu moja, hiyo stool, hicho kiti huwezi keti vizuri. Kwa hivyo mguu wa kwanza ama nguzo ya kwanza ni Biblia yenyewe, ama tuseme maandiko matakatifu, kwamba mitume waliandika. Tuna Injili, tuna nyaraka ama barua za mitume, tuna kitabu cha Ufunuo, hali kadhalika tuna Agano la Kale, tuna maandiko matakatifu. Bila maandiko matakatifu imani yetu haina msingi. Kwa hiyo nguzo ya kwanza ni maandiko matakatifu. Nguzo ya pili ni tunaweza kuyaita mapokeo. Na kwa mapokeo tunamaanisha nini? Kwa mapokeo tunamaanisha mafundisho na matendo ya mitume waliokuwa wanaeneza imani. Baada ya Roho Mtakatifu kuwashukia, jambo la kwanza walifanya ni kueneza imani. Wakaenda kwa mfano wanabatiza familia nzima, wanawaekelea mikono ili wapokee Roho Mtakatifu na kadhalika. Kwa hiyo nguzo ya pili ni kufuata mashiko na matendo ambayo mitume walifanya. Kwa mfano, mitume walifanya yale nilikuwa naeleza hapo awali, kwamba walikutana, wakasoma pamoja, mmoja akafafanua masomo ya hiyo siku, alafu
wakaumega mkate, wakala pamoja na kila mtu akarudi kwake. Na mengine mengi, mapokeo. Mitume walifanya nini? Alafu jambo la tatu ni mamlaka. Nguzo ya tatu ni mamlaka. Mamlaka ni ule uongozi. Kwa Kiingereza tunatumia neno refu ambalo ni magisterium. Sitaki kulirejelea sasa kwa sababu la Kiswahili linaeleweka, kwamba kuna mamlaka, na mamlaka haya yako na nani? Mamlaka si mtu. Mamlaka ni mamlaka ambayo yametolewa na Utatu Mtakatifu. Ya kufanya nini? Ya kuhakikisha kwamba sisi Wakristo tunashika maelezo ama imani inavyofafanuliwa na Biblia, imani inavyofafanuliwa na mapokeo ya mitume. Mitume walifanya nini? Kwa hiyo imani yetu sio imani tu, ni imani ambayo ina msingi wa matendo na maneno ya mitume. Kwa hiyo mamlaka ya kutuelezea, kutufafanulia yamewekwa kwa wale wanaowawakilisha mitume, sasa Papa na maaskofu. Kwa hiyo mambo matatu: Biblia, mapokeo ya mitume na mamlaka ya Papa na maaskofu. Kwa hiyo kwa ufupi tuseme, kuisoma katekisimu ni kuikuza imani yetu. Kuisoma katekisimu ni kuutia nguvu moto wa upendo wetu. Upendo wa nini? Upendo wa Kristu, upendo wa imani yetu. Kuisoma katekisimu ni kujipatia changamoto ya kuendelea kuwa kama Mkristo. Ukisoma leo unapata hili nilikuwa nimelisahau, hebu nijaribu mwaka huu ama mwezi huu. Lile lingine nilikuwa hata sikuwa najua, kwa hiyo sasa nalifahamu, nitajaribu kulitia maanani, kulitekeleza na kuwafundisha wengine. Kama anavyosema Mtume Petro, sio Mtume Petro, ni Mtume Paulo. Kama anavyosema Mtume Paulo, Kristo awe yote ndani ya yote maishani mwetu. Na tunaendelea pia kumuomba Roho Mtakatifu atupatie nguvu ili tuendelee na safari hii tulioanza ya kujifunza katekisimu yetu, na tupate Pentekoste mpya katika mioyo yetu. Tutatumia ufupisho makini huo nilioita ufupisho makini ama compendium, ili tuweze kusonga. Tukisoma katekisimu hiyo ndefu pengine tutahitaji kama miaka 5. Kwa hiyo tutatumia huo ufupisho makini. Nami nitakuacha na kazi ya nukuu za Biblia ama wale mababu wa kanisa ama watakatifu, ili uende kusoma kwenye juma ama kwenye wiki, na tukutane kila Jumamosi, na kuomba uungane na mimi kila Jumamosi saa 10 saa za Afrika Mashariki. Na ukiwa na swali kama nilivyosema hapo awali, unaweza kunitumia ujumbe wa moja kwa moja, ama ukiwa na jambo ambalo ungependa tujadiliane, tuseme suggestion, ninalikaribisha sana kwa moyo mkunjufu. Kwa hiyo tumshukuru Mungu sana kwa haya mafupi tuliojikumbusha kwa leo. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele na milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristu milele na milele. Amina. Kwa heri kwa leo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.